kuendea kichwa cha Goliathi. Ndio Yesu. Na kuendea kichwa cha Goliathi twiki la kuma alabao kadhambe moko bahati ile kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kuendea kichwa cha Goliathi hii ni kama kukwea mjongoma. Waswahili wako wanasema kupanda mjongoma si ngoma, ngoma ni kushuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mjongoma unakuanga na mimba ambayo inaenda juu. So wakati ambapo unapanda au sikiangi kitu. So wakati ambao unashuka sasa ndio unakutana na ile mimba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa alipokuwa ametoka kumuua yule Goliathi na amebeba kichwa chake, Sauli akauliza mtu anaitwa Abner, huyu jamani wa nani? Na kumbuka maisha yote ya Sauli ama ya Daudi, huyu Sauli hakutaka kujua Daudi ni mtoto wa nani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akiwa ameshika ile kichwa na dawa Yesu, ndio kutende hizo kazi yao kidoto na ukwata. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa ameshika ile kichwa akauliza, ndio Sauli anauliza, huyo mtoto ni wa nani? Jamaa akaambiwa Abner ndiye aliambiwa. Wakati huo Abner alikuwa mkuu wa majeshi. Akamwambia kama vile baba yangu uishivyo mimi sijui. Wewe kana na ndiale kana na watoto uno manake mwana chue chao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati ambapo uko na baraka watu watakutafuta. Mataifa watakutafuta. Watu itajika watakutafuta katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na baraka ya Bwana, kuna baraka uanga zinaitana. Kuna watu uanga wanalazimishwa na Mungu kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Abner akaambiwa, aliposema ajui hiyo kijana ni wa nani, akaambiwa wewe enda ufuatilie mpaka ujue ni nani. Abner akafuatilia mpaka akaletwa mbele ya mtu anaitwa Sauli. Sauli akiwa mfalme. Sasa kwa hivyo pale katika pointi nyingine ya baraka, kwa sababu Daudi anaenda kusimama mbele ya mfalme mara ya kwanza akiwa ameshika kichwa cha nani? Cha Goliathi. Kwa hivyo pale kuna courageous. Where Yesu na ndani. Amen. Kuna what? Kebao kumba. Yeah. Where Yesu na ndani. Amen. Ndio Yesu. Amen. Tuwe mwadhimo memba ama yeye ndio tumeita huko. Ukumba, ujasiri. Amen. Amen. Ule courageous, maana kina Eliabu ni watu wazuri, ni maaskari, lakini wanakimbia, hawezi wakakaribia Goliathi. Kajamaa kanaua Goliathi. Sauli anasema enda mpaka utakuta huyo kijana na ulete hapo. Kajamaa kanaletwa. Kanapoletwa kanaulizwa wewe ni nani? Sasa kanaanza kujieleza mbele ya mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na ujasiri wa kujua utavua mambo ya Mungu namna gani, ukiwa na ujasiri wa kujua jinsi ya kuenda mbele ya Bwana, jinsi ya kufanya kazi ya Mungu, lazima utasimama mbele ya watu wakubwa. Bwana Yesu asifiwe. So tukasema kwamba you have to be courageous. Hiyo ni another point. Wale ambao tunaandika courageous. You must be courageous. Na ndipo courageous. Kwa mfano, nishukuru Mungu kwa sababu ya especially kesha ambao zimekuwa zinafuatilia. Last 2 kesha watu wameamka ajabu. Wewe Yesu na Daudi. Na nishukuru Mungu kwa sababu ya zile shuhuda nimepata especially kuanzia ile kesha ambao tulifanya last Friday kwa hii vita. Mungu ameanza kufanya mambo makubwa kwa sababu nao tumekuwa tunaomba. Na uwezo ukawa wewe ni courageous lakini sasa tunasahau moja ya bwana wao. Wewe Yesu ndiye. Uwezo ukawa wewe ni courageous na ndio na saasi yake bora. Tuna saasi ya kesha hauna wakati na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo anaambiwa hivi, kumbuka ya kwamba point nyingine ni ya kwamba Yakobo alikuwa pretty much close to Rebecca such that angemwambia tuweze zidona kama mundu wewe hapa. Bwana Yesu. Ndiye mundu kwa walimu na ataua. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuendea nini? Tunakuendea nini? Baraka. Wakati ambapo unakuja katika madhabahu, unakujia baraka. Unaambia Bwana nimekuja. Wewe unakuja ukuta ya kwamba ni kama hatuko, ni kama ziko mambo yuko, lakini unakuja katika madhabahu. Unaambia Jehova nimekuja. Jambo la kwanza ataona ujasiri. Amen.
Jambo la kidini ataona utiifu. Umekuja kumtafuta wakati unaofaa na usiofaa. Ataona ujasiri wa kuoperate madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So tunasema kwamba pale kuna kutumia akili, kuna kutumia hekima. Yehova anatafuta watu, maana ako tayari kukubariki. Lakini Yehova akidama atakubarikia zaidi gani? Anapitia watu. Ataanzia watu na amalizia watu. Bwana Yesu asifiwe. Nishukuru Mungu kwa sababu ya wengine wetu. Especially wale watu ambao, maana wengi wetu hata wale ambao zaidi unaona watu wanakosa wakati wa fungu la 10, hata watu kukosa kusimama hapa. Haiwezi anema atomie in the course of the week. Mtu anapata Tuesday, mtu anabarikiwa na Mungu Wednesday, na anasema sitaki niibie Mungu. Ana make sure kana kwamba ni Monday anatuma ripoti yake kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inaitwa hekima. Hiyo inaitwa kutumia hekima mbele ya Mungu. Bwana ujasiri. Ndio ndio tukanezia ngai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wale watu Biblia inasema kwamba na Ibrahim, Yakobo akavitisha mikono yake wakati alikuwa anabarikia watoto. Kwa sababu gani? Kuna mmoja alikuwa katika moyo na mwingine hakuwa. Roho Yesu. Roho Yesu. Mungu akusaidie. Mungu akupatie hekima. Nika na wewe unoye kama undumeva no weka degone yanga. Roho Yesu. Mwana mmoja lawe mapakume ambapo ndiye anawaamana mujila mwana lawe mapakume ya muziki wako la kweli ayo tuo wako la hiyo ndio ile muziki yengocho mwana wako kai muziki ndai huyu mtoto ndiye anampaki anamuoshea nguo si kweli na mimi nataka wanaachiwa baraka tunakuta kwamba ulizaliwa lakini ndio ndio maana baraka zina gharama. You have to be ready to pay the cost. Bwana Yesu asifiwe. You have to be ready. Wanda unakuta kwamba yule ambaye hapa kanisani hata nikose kuombea baraka ikaingia tu. Amen. Tunabanyaka kesho ya Friday hapa. Lakini ile ambaye ni Yesu anazia mikasa haitano sio tu na leo kakesha hawala ndani. Tatawa Yesu. Kupata kana kwamba kukua kulikuwa kuingia kitu kibaya, Mungu atamuibua kwa sababu gani? Ako na ujasiri wa kwenda kutafuta Mungu kwa wakati mwingine ambao haufai. Bwana Yesu asifiwe. So tukasema kwamba baraka lazima tukakuwa tayari kusilibia gharama. Na ndio ukaona kwamba huyu mzee akapitisha mikono na alipokuwa anataka kubadilishwa ile mikono aliaide zikilangu ikata. Bwana Yesu. Mzee aziendiko tumanudina jongo chao. Nina jongo kidogo zikilangu ikata. Najua vile nafanya. Na akasema huyu mdogo atatawala huyu mkubwa. Mimi nakuombea kwa jina la Yesu. Siomba akupatie baraka ya kweli. Na Mungu ahakikishe ya kwamba baraka yako haitabadilishwa katika jina la Yesu. Lakini nao lazima tutoke katika maana pakombo hizo. Kwa Yesu ndio. Hiyo inaona hii. Naona praise by and naona sio kile Juma kitoka moshi ilikuwa inatoka kwa jiko. Bwana Yesu asifiwe. Moshi ilikuwa inatoka kwa jiko. Kwa sababu watoto wanapikiwa Mungu andwala maua ate. Alawa Yesu makomi muno bali ya maina sana mokasa ila sieleze moko ya msiana wanakuja kama wamechelewa. Bwana Yesu asifiwe. Na tunataka baraka. Sisi labda kibarua ni wakati tulikuwa naenda kwa kibarua kwa kila siku ile ndio tukaitana ugali hivyo zimo Mungu. Unaambiwa hata ukuje kesho. Kesho unakuta kwamba kazi haijaongezeka, kwa hiyo wao watu wanaweza wakafanya hiyo wiki ikaisha. Owete lao huyo sio. Ukija nusu anaweza elanga mwanango wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baraka zina gharama. Baraka zina nini? Na wewe wewe. Aje wewe kana. Ni wema. Kwa sababu ya Esau anakosa baraka. Kwa sababu gani? Ni ndiye aendengeza. No tuise kupenda kaise mundu wewe ndiye. Bwana Yesu asifiwe. Hata sio lazima akaambiwa wewe ailete tayari. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vya kutumia akili. Na unapotumia unajua wiki hii nimekuwa huko Makueni. Nilikuwa huko Makueni. And by the way nikatuma na salamu. Nimepokea salamu. Nilikuwa huko Makueni kwa baba yangu.
wa kiroho na akanituma na salamu. Na nilikuwa nimembebea ka kitu na nikampelekea. Bwana Yesu asifiwe. Sababu kuna ile ya kutuma na kuna ile ya kupeleka. Lakini tangu ile maneno aliyotamka nilitoka huko na asubuhi ya leo, Bwana Yesu asifiwe, nimeona maajabu. Nimesikia ripoti za kila aina na hata Mungu